kupanga bado hujaanza utekelezaji. Unaanza mimi bwana mwakani nisha apply mkopo, nipata mkopo, nafanya biashara, nafungua sijui kibanda cha chips pale, sijui nafungua nini pale, nafanya nini pale. Kumbe yule naye kufanya unamwambia yule ndio anaenda kwa mjumbe, huyu jamaa akija hapa weka cancel. Weka X ya mimi simjui. Ovyo kabisa, jamaa tapeli, jamaa muhuni sana, atasumbua hapa mtaani. Usifanye hivyo. Unaona? Kwa hiyo ndoto zingine usije ukazishare ovyo. Weka. Hasa kama ile ndoto ya mafanikio ulionayo. Au utasikia motivation speakers hawa. Sio mimi nilianza kuuza pipi, nilianza kuuza ubuyu. Wewe waongo wale. Waongo. Baadhi sio wote. Asilimia kubwa ni waongo. Unaona? Asilimia kubwa ni waongo. Mimi nikaanza tupi siri yapata mafanikio zao ambazo ni ukweli. Sio kweli. Ukikupa siri ya mafanikio amekwisha. Mimi nimeuza kahawa kikombe 100. Kitu kama hicho, nimeuza urojo. Wewe. Juzi nimeenda sehemu moja hivi na jeshini. Kuna sehemu unaingia, utaweza kucheza hata draft unaweza kucheza. Lakini kuna sehemu nyingine wewe ambayo sio musiko huwezi kuingia. Private zone. Unajua nini? Private zone huwezi kuingia kwa sababu gani? Kuna siri zao kule. Sio katoa siri zao kapeleka. Unaona? Sababu ukishajua siri ya mtu ni rahisi kumteketeza. Unajua udhaifu wake. Kwa hiyo kuna vitu vingine wapendwa. Kwenye ndoa lazima siri iwepo. Kwenye ndoa lazima siri iwepo. Mambo ya ndani kwako ukayapeleka saluni. Dada, wewe unanisikiliza, unanitazama. Mambo ya nyumbani kwako, ya ndani chumbani kwako, ukapelekea mdogo wako, dada yangu hii kipenzi, alikuwa ananishauri vitu vingi. Hawezi kutoa siri. Wewe angalia. Hata mamako mzazi kuna vitu lazima umwambie na vingine usimwambie. Hata babako mzazi wewe mwanaume kuna vitu ambavyo lazima usimwambie. Wewe si baba, kuna vitu unamshirikisha baba. Lakini kuna vitu vingine hivi na vimudu mwenyewe. Siri ya ndoa lazima iwepo. Kwenye ndoa lazima siri iwepo. Kwenye mafanikio lazima siri iwepo. Kuna sehemu, kuna vitu vingine vya kawaida unaweza kaongea. Unaona vitu vingine vya kawaida. Lakini kuna vitu vingine vya ndani utaki kusema. Kuna siri nzito na siri ambazo za kawaida. Ukisema tu yule naye mwambia shosti wako, yule mume wangu mimi mume wangu hajiwezi kabisa. Au mume wangu anajiweza kabisa. Mke wangu anajiweza kabisa. Huyo naye msimulia. Baada ya siku mbili anaanza kutafuta, anaanza kukutafuta namna ya kuzunguka. Kwa hiyo kuna vitu vingine vya ndani achana navyo. Kuna mtu alikuja mimi kwenye mtihani. Mimi of course mimi ni mwalimu wa professional na kuna sehemu nafundisha. Mimi mtoto akishaingia kwenye 18 zangu nimfundishe. Uwe mtihani ambao nimeutunga mimi. Mtihani ambao umetoka wapi? Baraza kuu la mtihani. Popote pale nje ya nchi ndani ya nchi wewe mpe. Mimi sipo. Alafu umpe afu saishe. Mtoto ambaye mimi nimefundisha kwa level ya la darasa au kidato kile. Lazima atafanya vizuri. Na huwa ni huo uhakika ninao. Sasa watu wanakuja wewe siri ya kufanikisha hivi ni nini? Huchapi, sisi tunachapa lakini watoto bado ni wagumu somo letu kueleweka. Alafu mimi nafundisha masomo magumu ambalo mimi ni mwalimu wa Kifaransa na Kiswahili. Unaona? Mwalimu wa lugha. Kifaransa hapa sio anaongea bonjour akiwa na mimi. Asipokuwa na mimi na maana Kifaransa imeshapa. Lakini nampa zile siri zangu mtoto ili ufanikiwe fanya 1 2 3. Lakini wewe mwalimu ukija kuniuliza, wewe unafanyaje mpaka mtoto afanikiwe? Nimwambia mimi nawapenda tu watoto. Unampa zile siri zako. Nampa siri zangu. Unampa zile siri zako ili afanikiwe. Wewe makompyuta wawili. Siwezi hatuwezi kuwa nani majogoo wawili. Mimi ndio kijogoo. Kwa sababu tunarudi nyuma kwamba kuna watu wengi wamekuwa kijizuru na hii inapelekea mpaka wataalamu wa masuala ya afya duniani kutuambia kwamba kumetokea ugonjwa wa tatizo la afya ya akili. Umeona matatizo ya afya ya akili, watu wanashika kasi. Of course, watu wanajizuru, watu wanazuru watu wengine. Lakini ukijaribu malezi, tu mimi naona ni malezi. Hamna cha afya ya akili wala nini. Ni malezi tu. Malezi imeshaporomoka, ameshaharibu wenyewe. Afya ya akili nini? Malezi mtoto ndio wale ninakwambia, litoto umelilea mayai. Form 2 bado namshikilia begi. Form 4 bado namshikilia begi. Hawezi kutembea kwa mguu hapa na pale, atachoka mwanangu. Form 2 limelala sebuleni unalibembeleza. Kama vile hajui kusema kulala. Afu nategemea hapo afya ya akili itakuwa. Hakuna. Haya ndio ile tulikwambia. Mtoto amenyonya ziwa la mamake miezi 2. Huu mwezi wa 3 ananyonya anakunywa maziwa ya ng'ombe.
Tena sio ya ng'ombe, ni yale maziwa ambayo tayari yako package yamefungwa kwenye makopo yamekaa wiki ngapi, ya miezi mingapi, ndio unakuja ndio anamkuza mwanao. Sasa hizo akili unategemea hizo afya ya akili, hiyo akili itakuwa na anaipata wapi? Kwa sababu tuna vile tunaambiana tu kweli, kwa sababu afya ya akili pia unaanza kuhangaika, mwanangu ana matatizo ya afya ya akili. Ulifanyaje akiwa bado mdogo? Ndio hapo, kwa sababu matatizo ya afya ya akili, kwa sababu afya ya akili pia unaipata kwa kusikia na kwa kuona. Mtoto anaona vitu vya ajabu, anasikia vitu vya ajabu, amesharibikiwa. Unachokifanyia afya ya akili unaipata wapi? Akishakuwa na miaka 25 na ana maamuzi yake, sasa anaanza kuapply kile ambacho wewe ulikidekeza, ukusimama kwenye zamu yako kama mzazi. Unaanza kisingizio, afya ya akili, mwanangu ana afya ya akili. Afya ya akili wapi? Malezi yako ndio mabovu wewe. Tutumie ujumbe wako mfupi kuhusiana na mada yetu tulionao siku ya leo. Mada ni